Ndio marriage yangu iende kuisha, I remember nilikuwa nimepeangwa curfew, nilikuwa nimeambiangwa siwezi ingia kwa nyumba past 11, alright. So at that particular time, I had a new nanny, you know. Ndio alikuwa amekuja, I think she was a day old or 2 days old. So mi nikaamua kwenda na watu wangu job on a Sunday, tukashinda na hao job, nikawarudisha home on time wakule and all that, but nikapata a client, so I went back to my workplace kutengeneza client. For those who work in this beauty industry, yani mi nimewaka hadi 3 a.m. in the morning in my career. So at that point nikapata a client, I think around 8:30, mi nikaenda kutengeneza client, alright. Katengeneza client wangu, I think tukamalizana around 11 if I'm not wrong. Nikachukua bike, nikaenda home. Hata nakumbuka sikuwa na sweater. Nilikuwa nimevaa dress kafupi na sikuwa hata nina sweater. So nimeenda home. So kufika home, umse alikuwa amezima stima. So vile siwezi ring doorbell. Siwezi ring doorbell kwa sababu stima imezimwa. Okay. So niko hapo kwa mlango na knock. Then our house nikinock, hakuna mtu anaweza nisikia. My nanny can't hear me. Niye tu peke yake ananisikia akiwa bedroom. Niye peke yake ananisikia. So nimekaa hapo na mbembeleza na mwambia nifungulie mlango niingie. It's actually very cold. Kindly open the door. Mind you, my phone was even off. So siwezi chukua Uber niende kwa anyone, siwezi tapiga simu niambie rafiki yangu yoyote anikujie, so niko tu hapo kwa mlango. I knocked for over an hour and a half. Niko tu hapo kwa mlango begging this man to open. He refused. So nikakaa tu chini hapo kwa mlango. Do you know I slept there? And it was during, I think it was during the cold season. Mimi acha nikwambie ile baridi ilinitandikianga hapo kwa mlango. From that time mpaka asubuhi. When the nanny woke up, saa kutayarisha watu waende shule, that's when the door was opened, nikaingia. I have never frozen like that. That is when you know this man, they will hurt you, bwana. Mimi nikaingia, nikaenda bedroom. I cannot even, enda kusimama ilikuwa shida kwa sababu mguu ilikuwa imefreeze. It was the worst experience of my life. Nikaingia bedroom, I think nilikuwa navaa socks 3. Sweater nikavaa kama 10. Nika lock bedroom door, nikajiekelea. Why I locked the bedroom door was I used to know that nikiingia kwa nyumba hivyo atakuja na fujo, na sikuwa nataka fujo cause already nimepigwa na baridi vile hujaiona. Like I didn't want, so I wanted to nap kidogo for like an hour or 2 and then sasa nifungue bedroom door. Mimi vile niliingia kwa kitanda juu sikuwa nimelala the entire night, I just blacked out. Only for me to wake up and find that huyu mwanaume ati alitry knock the bedroom door, na vile si kufungua, a whole sober man alivunja mlango. So naamka napata mlango imevunjwa. Hata sikusikia mlango ikivunjwa cause I didn't sleep at night. So vile nilijekelea like I literally blacked out. So I'm calling him and I'm asking him, mbona ulivunja mlango? Ati nilinok na huko nafungua na mimi lazima ningeenda job. I'm like, he wasn't even drunk, he was so sober. Mbona ulivunja mlango, bro? Mbona ulivunja? Yani marriages. Mimi saizi nazioneanga tu mbali.